twamsubiri kwa hamu, muda sio mbali, twende mbinguni tuimbe na malaika. Nduguwe mwaminifu mpaka mwisho, Yesu akuita sasa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya upendo wake na rehema zake, namna ambavyo amekuwa mlinzi wa maisha yetu kwa namna ya pekee sana. Ninakukaribisha tena katika vipindi vyetu asubuhi ya leo, ikiwa tunahitimisha masomo ambayo tumekuwa tukijifunza hatari ya kudharau ukweli. Hatari ya kudharau ukweli ni masomo ambayo yamegusa tena akili zetu na kutukumbusha yale ambayo tumekuwa tukiyafanya kila siku, licha ya kwamba tunajua ya kwamba sio mapenzi ya Mungu, lakini tumeirahisisha mioyo yetu kukubali kupokea mambo ambayo yanashauriwa katika akili zetu na yule muovu. Na hivyo leo tunapohitimisha somo hili, nitakwenda pamoja nawe katika kukumbushana kanuni chache za kuzingatia ili kuto kukubali kuanguka katika mitego ya shetani anayoileta kwenye maisha yetu. Na hivyo tuombe. Asante Mungu wetu kwa ajili ya asubuhi hii ya pekee tena leo. Roho wako Mtakatifu atukumbushe neno hili tena katika jina la Yesu. Amina. Jambo la kwanza tuliloliona la kuzingatia na kuondoka nalo katika wiki hii mpendwa, ni kwamba machaguzi yetu na uamuzi tunaofanya, hatua ya kwanza kabisa lazima tumuombe Roho Mtakatifu atusaidie kuanza kupenda mambo ya Mungu na kuchukia mambo ya ulimwengu huu. Ahabu alichukia ukweli, na huo ulipelekea hatima ya maisha yake kuishia katika kifo. Wengi wetu tunakubali ya kwamba mwili unapenda mambo ya ulimwengu huu na tunachukia mambo ya Mungu, na wakati mwingine tunatenda kwa sababu tu tunatenda kwa kuwa tulijitoa kwa Kristo, lakini kwa kweli mwili haupendi. Lakini tunajifunza kutoka kwa watumishi wa Mungu akina Paulo na wengi waliojitoa kwa Kristo, ilipofika mahali ambapo mwili ulikufa katika dhambi, mwili ulikufa katika mapenzi ya dunia, na Kristo akawa hai ndani yao katika mambo ya Mungu. Hatua ya kwanza, kubali kufa katika mambo ya ulimwengu huu na tuwe hai katika Kristo. Jambo la pili ambalo tumejifunza wiki hii, ambapo inatokana na kudharau ukweli ambao tumejifunza katika maisha yetu na tunaujua, ni jambo ambalo tulijifunza ya kwamba chochote unachokifanya lazima ujiulize, je, Bwana amekubali na kuruhusu jambo hili kwenye maisha yangu? Unapoanzisha biashara lazima ujiulize swali hilo, je, kweli Bwana ameruhusu nianzishe biashara hii? Unapoanzisha mahusiano lazima uthibitishe kutoka kwa Bwana. Unapoanzisha kazi yoyote ile unayoifanya, unapotaka kusafiri, unapotaka kutenda jambo ambalo litaamua hatima fulani kwenye familia yako, kwa maana kati ya wewe na mke wako au watoto wako, maamuzi ya kusomesha, yako mambo mengi tunayoamua kila asubuhi na kila jioni. Hatua zote tunazochukua katika maisha yetu, mara nyingi tumezoea kufanya mambo ambayo huwa hatuulizi kwa Mungu. Tunafanya tu kwa kuwa tunaona ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku, na tuna uwezo wa kuamua niende hapa, niende kule, nitoke hapa, nifanye jambo fulani. Lakini somo limetukumbusha ya kwamba lolote unalofanya muulize, je, Bwana ameruhusu niende? Bwana ameruhusu nifanye? Hata kama ni jambo ambalo ni jema, lakini lazima uulize, kwa sababu kuna mambo ambayo yanatendeka kwa wakati wake, na ikiwa sio wakati wake na Bwana hajaruhusu, unaweza ukawa ni mtego wa shetani. Hilo ni jambo la pili tuliloliona. Lakini jambo la tatu tuliloliona ni kwamba nia zetu
lazima ziwe chini na nia ya Mungu iwe juu. Mapenzi yetu yawe chini na mapenzi ya Mungu yawe juu. Hilo tuliliona katika kujifunza kutoka kwa Mikaya. Nabii Mikaya katikati ya manabii 400 waliotaka kuonyesha kwamba wana neno kutoka kwa Bwana, na kwamba mfalme Ahabu amepatiwa kibali na Mungu kwenda kupambana na mfalme wa Shamu. Nabii Mikaya yeye alisimama peke yake akasema Mungu hajaruhusu jambo hili. Licha ya kwamba manabii wale walisema neno ambalo lilimfurahisha mfalme kulingana na kile ambacho mfalme alitaka, na wao walitaka kuhakikisha usalama wa maisha yao, Mikaya alisema hapana, lililo la Bwana litakuwa juu na mapenzi yangu yatakuwa chini. Na hivyo chochote alichokisema Mikaya alisema nitanena tu lile aliloniambia Bwana. Alisimamia ukweli hata mwisho. Aliwekwa gerezani, alisimamia ukweli. Hivyo je, tutakubali kuusimamia ukweli na kuufanya ukweli uwe juu ya yale mambo tunayoyapenda katika maisha yetu ya kila siku? Kuna mambo tumezoelea sana kuyafanya, na tukiyatazama kuyaacha tunaona haiwezekani. Lakini ukweli ni kwamba lazima mambo hayo yawe chini na nia ya Mungu iwe juu kwanza, ili tuweze kuokolewa. Lakini siku ya 4 tulijifunza katika kanuni za kuweza kutumia nafasi hii ya ukweli tuliojua ili tuweze kuokolewa, na tusije tukaingia katika madhara yaliyomkuta Ahabu kwa kudharau ukweli, madhara yaliyomkuta Yehoshafati. Hapa tuliona Yehoshafati alihatarisha maisha yake karibu na kufa kwa sababu ya jambo la kuto kuzingatia ukweli aliojua. Hapa tulichokijifunza katika kutoka kwa Yehoshafati ni kule kujiamini kupita kiasi kwa Wakristo wengi tulio nao na kujiingiza katika mazingira ya majaribu. Wengi tumejiamini kupita kiasi na tumeingia katika hatari za kujaribiwa, na hatimaye tumejaribiwa na tumetenda dhambi. Na hapa Yehoshafati anaonyesha alijiamini kupita kiasi. Alijua kabisa kile Mikaya alichokisema msiende, lakini Yehoshafati akaenda. Na kuna mara kadhaa tumesikia tukiambiwa tusifanye hivyo hata na wazazi wetu, au umeshauriwa na viongozi, huyu binti hapana, hakufai kuwa mke, lakini umeng'ang'ania kumoa. Usifanye kazi hii, itakusababishia kutokuwa mwaminifu kwa Mungu, lakini tumeamua kufanya. Usianzishe biashara hii, wazazi wametukanya, ndugu zetu wametukanya, vijana tumeonywa. Lakini kuna saa tumesikia wahubiri wakisema acha dhambi fulani, acha dhambi zako za siri, lakini tunapotoka tu kwenye mahubiri tunaelekea kwenye dhambi hizo tulizokatazwa. Acha ushabiki wa mpira, lakini unasema hata siwezi. Acha kuvaa nguo fupi, acha kuvaa mionekano ya kihuni, acha kuvaa sketi fupi, acha kuonekana katika mtindo ambao ni wa ulimwengu huu, lakini bado tumeng'ang'ania kusema hivyo. Wengi wetu tumekuwa tukiishia kupenda mambo ya ulimwengu huu, na hata tunaposhauriwa tunakataa. Tunasikia watumishi wa Mungu wakihubiri kila siku kuhusu muonekano, kuhusu tabia, kuhusu namna ambavyo tunapaswa kuachana na ushabiki wa mpira, kuachana kufuatilia tamthilia, masomo ya afya, matengenezo ya maisha ya kiroho kwa ujumla, lakini bado tumekataa. Mungu anatuita leo. Tupo karibu na kupoteza maisha yetu kama ilivyokuwa kwa Yehoshafati. Kwa asilimia kidogo tu alipona, lakini kama si malaika wa Bwana, Yehoshafati angepoteza maisha yake kwa uzembe wa kudharau neno la Bwana. Lakini siku ya leo tunapomalizia somo hili, Ahabu alipoteza maisha yake kwa kudharau ukweli aliyoambiwa mara kadhaa na malaika. Mara kadhaa alipofafanuliwa na manabii, Mikaya alimueleza kwa wazi, na kwa kweli Ahabu alifia vitani. Ahabu alifia vitani na hakuweza kurudi akiwa hai. Nini ambacho tunajifunza leo? Kama ukisikia sauti ya Bwana, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Unapokuwa katika ibada siku ya leo, unapokuwa mahali popote siku ya leo, tafakari ni mara ngapi umeufanya moyo wako kuwa mgumu. Leo kama ukiisikia sauti hii ya Mungu, acha mazoea ya kuupenda ulimwengu huu. Tunapohitimisha somo la leo,
Tutasoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 aya ile ya 12 hadi aya ile ya 17. Maandiko matakatifu yanasema, na waandikia ninyi watoto wadogo, kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. Mungu amesamehe dhambi yangu, Mungu amesamehe dhambi zetu, jina lake litukuzwe. Na hapa anasema tena, ninawaandikia ninyi akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nawaandikia ninyi vijana, kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Nimewaandikia ninyi watoto, anarudia tena, kwa sababu mmemjua Baba. Aya 14, nimewaandikia akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Anarudia tena. Maneno haya yamerudiwa mara 2 katika sura hii. Anasema tena, ninawaandikia ninyi vijana, kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Neno la Mungu likakae ndani yetu, wapendwa. Hiyo ndiyo silaha tunayohitaji sana, lakini neno la Mungu tunalijua, lakini hatuko tayari likae ndani yetu. Kulijua neno na kulifanya likae ndani yetu ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukalijua lakini huko tayari kulitenda, kama haliwezi kukaa ndani yetu. Lakini likikaa ndani yetu, ndilo linaloongoza maneno yetu, ndilo linaloongoza maamuzi yetu, ndilo linaloongoza burudani zetu. Tunapenda sana burudani za ulimwengu huu, lakini neno la Mungu likiwa ndani yetu, tutaweza kushinda. Anasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na hivyo na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Wapendwa, ninakuomba, ninakuitisha wito katika siku ya leo. Usiipende dunia. Acha kudharau ukweli unaojua. Unafahamu kabisa hatua unazozifanya katika maisha yako. Unajua mazoea ulio nayo yanayopingana na maagizo ya Mungu. Na kila siku unasikia ujumbe wa Biblia, kila siku unahubiriwa, lakini bado hauko tayari kufanya maamuzi. Moyo wako umekuwa mgumu sana. Unasikiliza lakini kutenda hutaki. Imefika mahali umekuwa kana kwamba umekuwa sugu, kama umekufa ganzi katika ukweli. Umekuwa hai sana katika dhambi. Nimekuwa hai sana katika dhambi, nimekufa katika Ukristo. Jiulize leo, utaendelea kuwa mfu katika Ukristo hata sauti yako itakapokoma? Mpendwa, kabla sauti zetu hazijakoma, nikusihi leo, kabla sauti zetu hazijakoma, leo usifanye moyo wako kuwa mgumu. Leo omba sana. Omba sana mpendwa. Piga magoti, mwambie Bwana, moyo wangu umekuwa mgumu, nipatie rehema. Moyo wangu umekuwa mgumu, niokoe. Tuombe. Jehova, mfalme wetu na Mungu wetu, ninaomba kwa ajili yetu sote. Tunashukuru kwa kusamehe makosa yetu, tunashukuru kwa kusamehe maovu yetu. Tunakusihi na kukuomba Bwana, neema yako ikaongezeke na kuwa kubwa sana katikati yetu. Tuokoe siku ya leo, tupate wokovu, tupate uzima wa milele. Tusaidie Yesu, tusidharau kweli ili tupate kuokolewa. Tusaidie Yesu, tusipende tamaa za ulimwengu huu. Ninajua Yesu, hivi sasa Roho wako Mtakatifu anasihi kwenye mioyo yetu, anasihi ndani ya moyo wangu, akinikumbusha zile kweli nilizodharau. Na hivyo ninakuomba leo, Roho wako anapofanya hivyo kwa wote wanaosikia maneno haya, Bwana ukamsaidie kila mtu kukubali kupokea sauti hiyo. Mwangu wa sauti hiyo usidharauliwe kabla sauti zetu hazijakoma, kabla tungali tuna nafasi ya kuwa hai. Asante Yesu kwa kuwa utafanya hivyo. Katika jina la Yesu, mbariki msikilizaji, nenda pamoja naye katika jina la Yesu. Amina.